for the far He has brought me, and I will not take it for granted, for I know that it's only by His mighty hand I'm what I am today. Praise God, church. Nataka kumshukuru Mungu kwa nafasi hii tena. Nashukuru Apostle na mama kwa nafasi ambao wamenipa, kwa kuniaminia hata kusimama katika haya madhabahu. Nataka kusema jambo moja, wapendwa. Wakati mtumishi wa Mungu amekuwa ananena kuhusu utakatifu, ikawa na uzito sana, kwa ajili amesema ya kwamba unapata tu wapendwa wanaendelea kukaa katika dhambi, lakini wanafanya mazoea na haya madhabahu. Biblia inasema ya kwamba wengine waligonjeka, wengine wakakufa. Let us embrace that prophetic voice, na Mungu wetu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. This morning I want us to talk about the beauty of a church. Urembo wa kanisa is just a place of gathering or an altar that we give our sacrifices. So wakati uko nje, ni vyema ujue ya kwamba wewe ni kanisa. Our topic today, nilikuwa natafakari juu ya I thank God tumefika mwisho wa the third week of our season of prayer and fasting, and I thank God wewe ambaye umekuwa unajitahidi sana, maana kuna thawabu. Mungu wetu hata tuacha tubaki jinsi tulivyokuwa. Kuna nafasi amekusongeza. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa naangalia katika ujumbe, when the servant of God, our brother brought us on Wednesday, alikuwa anaongea kuhusu the beautification of a church through salvation. Na nikaangalia ya kwamba what is the church? Na nikakumbuka ya kwamba a church ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe wangu ukatokana na pale. Alisema in the book of Psalms 149 verse 4 ya kwamba when Jesus came, he beautified the church. Nikawa naangalia ya kwamba after wewe kupewa urembo, inafaa ufanane namna gani kama muumini. Na diposa our topic nikaipata ya kwamba the beauty of a church or the beauty of a believer. Bwana Yesu asifiwe. It's not about the way we appear before people. That is not a beauty of a believer. Like this morning, my beauty as a believer haifai kuwe jinsi nimevaa hivi ama vile nimetengeneza nywele yangu. Hii ni kukuja tu kwa sababu actually we need to be smart and neat when we come to church. We need to be clean. Lakini the beauty of a believer kuna kitu zaidi. It's not the way we appear before men. It's not about the physical beauty. Vile nimesema ni vyema uvae vizuri unapokuja, but kuna jambo zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. There's something more than our positions, more than silver and gold ambazo tunatafuta usiku na mchana kama waumini. The beauty of a believer is the anointing of God. Mafuta ambayo Mungu ameweka juu yako. The presence of God ambayo iko katika maisha yako. That is the beauty of a believer or a church. As I have said earlier, ya kwamba wewe na mimi sisi ndio kanisa. It is also called the presence of God. Asubuhi ya leo wapendwa, kama wewe unatembea mtu ambaye unajua ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu, na hauna mafuta ya Mungu juu yako, hauna uwepo wa Mungu, ndiposa mtumishi wa Mungu mmoja akaimba akasema,
ombi langu, Bwana wangu, enda pamoja na mimi, bila wewe siwezi. Alijua na alikuwa amefunuliwa ya kwamba katika huu mwili wa dhambi hakuna vile unaweza mpendeza Mungu wako, muumba wako, ambaye unajua ya kwamba ndiye anayekuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Akaimba akasema, ombi langu kwako, enda pamoja nami, uwepo wako uende pamoja nami. Lakini unakuta kwa sababu we don't embrace the presence of God, we don't value the anointing of God, ndio maana tunazidi kukaa katika dhambi na kufanya mambo ambayo siku baada ya siku watumishi wa Mungu anatuambia kwamba this is sin. Mtumishi wa Mungu, nakushukuru, umesema ya kwamba si mtu aamue tu kama ni dhambi aende tu huko afanye. Maana ukiwa na mafuta ya Mungu hautakaa katika hayo maneno. Ukiwa na uwepo wa Mungu hautahangaika, hayo maneno hayatakuwa mangumu. Lakini because we don't value the presence of God in our lives, ndio tunajikuta ya kwamba now and then dhambi imetushinda, hatuwezi tukatoka. Keep the presence of God with fear and trembling. Let us turn in 2 Samuel chapter number 1 verse 19 to 27. 2 Samuel chapter number 1 verse 19 to 27. The beauty of Israel is slain upon the high places. How are the mighty fallen? Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon, lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph. Yeah, mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be no rain upon you, nor fields of offering. For there the shield of the mighty is violently cast away, the shield of Saul, as though he had not been anointed with oil. 22. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet with other delight, who put on ornaments of gold upon your apparel. Ni Daudi anatuhimiza. Tuendelee. 25. How are the mighty fallen in the midst of the battle, O Jonathan, thou wast slain in thine high places. I am distressed for thee, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. The love to me was wonderful, passing the love of women. 27. How are the mighty fallen, and the weapons of war perished? That was David mourning Saul. Kuna kitu unaposoma haya maandiko, kuna kitu Daudi anaona katika maisha ya wapendwa wawili. King Saul, he was the beauty of Israel at his time. Je, wapendwa, asubuhi ya leo, have you ever valued the beauty of the man of God in the house? He's carrying the presence of God. He's carrying the power of God, and he's representing God. Lakini wapendwa, tumefanya mazoea sana, vile mtumishi wa Mungu wa asubuhi amesema ya kwamba the spirit of familiarity. Hata Mungu ametenda, lakini bado unasema itawezekana. That was David mourning King Saul.
Na mnajua vile Daudi alikuwa ametafutwa sana na Sauli, akitaka kumuua, akimwambia Jonathan at one point ya kwamba wewe unamficha Daudi, na Daudi asipokufa wewe hautaweza kukaa katika hiki kiti. Saul alikuwa kama watumishi wa Mungu of the day, wanaangalia tumbo zao na watoto wao. Lakini Daudi was very different. Anaposikia kifo cha Sauli anasema I'm distressed. Hakuwa na amani. Lakini asubuhi ya leo, wapendwa, wako katika nyumba ya Bwana, kama kuna mtu huwa anamsumbua ama amekuwa kikwazo ndani ya maisha yake, the moment atapata ripoti ya kwamba so and so is no more, atasema hata wacha nichinje kuku. Bwana Yesu asifiwe. Uongo ukweli, wapendwa? Tuambiane ukweli tuende mbinguni. Mwingine atasema finally. Sasa sijui kwa nini, kwa sababu yeye anaona shida imemuondokea, ama anaenda sasa kufanya yale anatamani. But this is David. Wakati huo alikuwa hajakaa katika kiti, anasema I'm distressed because of Saul and Jonathan, the beauty of Israel. Bwana Yesu asifiwe. He's referring him as the beauty of Israel. Saul was an anointed man God gave to the people of Israel. Na ndiposa anaendelea akisema ya kwamba hata katika hii habari singependa the uncircumcised Philistines wasikie, ili wakaja wakatukejeli. We need to embrace the beauty, the anointing of God. Biblia inatuambia kwamba Saul was anointed by God. Nakumbuka wana wa Israeli walikuwa wamekaa katika mateso chini ya Wafilisti miaka 40. And God brought the deliverer. Saul alipigana. Saul alileta ushindi. Na David aliposikia kwamba Saul was no more, he was very much distressed. Nilikuwa nasoma ile andiko, nikasikia kutubu wapendwa. Ina la kusema. Nilisikia kulia, kwa sababu kama kweli sijawahi fika kiwango ya kuona a man of God as the beauty in the house of the Lord. Sina chochote mbele ya Mungu, kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema ya kwamba iwapo hautamdhamini yule unayemwona, mimi usiyenijua utasema unanipenda kama nani? Let us embrace the oil ambayo Mungu ametuwekea. The beauty of our people is an anointed man, woman of God given to them. This morning, sina la kusema wapendwa. We need to repent. We thank God this morning for a man of God in the house. Apostle is the beauty of his people this morning. Vile nilikuwa nasema, the beauty of our believer, the anointing ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yako, the presence of God ambayo inaenda pamoja na wewe. When David received the news about the death of Saul and Jonathan, David mourned. He said, the beauty of Israel is slain. The beauty of Israel has died. He's also referring him as a mighty one in the midst of Israel is fallen. The presence of God is valuable
my brother, my sister. Don't handle it casually. Tusiwe tunafanya maneno katika mazoea. Tusiwe tunayaweka maneno katika mazoea. Mungu kama amekupea upako, simama uangaze, simama utetee Mungu, simama ijulikane ya kwamba this is a man, woman of God. Usiwe tu mtu wa kawaida, wapendwa. Everything can be taken from you, but the presence of God, ni wewe tu peke yake ndio tafanya ikuondokee. God can never take away what he has given unto you. Bwana Yesu asifiwe. You can be the root cause ya kufanya uwepo wa Mungu uondoke, lakini si Mungu atakuja kukuondolea. Bwana Yesu asifiwe. The question this one. How many of us here even bother to know if something precious is not in their spiritual life? Kama unaweza ukaangalia katika maisha yangu ya Ukristo, ya wokovu, kuna kitu unless the oil is still on you, ndio utajua kuna kitu. But kama hauwezi kupambanua ya kwamba kuna kitu, wapendwa, ujue ya kwamba the presence of the Lord departed so many days from you, kwa sababu unafanya mambo katika mazoea. Unaenenda unajibeba vile unavyotaka katika nyumba ya Bwana. Inakuwa optional. I can pray, I can read my Bible, I can go to fellowship, hata kesha naweza enda ama nisiende, because you are lacking something. Something has departed. Tunafaa tuwe waangalifu wakati tunabeba huyu Mungu, wakati tunasema sisi ni Wakristo. Na niliposema hapa awali, nilisema ya kwamba Psalms 149:4 ikasema ya kwamba when God beautified his people, you need to change. Alipokuweka urembo, alipokurembesha, inafaa ukuwe mtu tofauti, inafaa uangalike katika mtu tofauti. Nikasema ya kwamba it's not about the way we put on, but it's also good to put on well as a servant of God. Nikikuja mbele zenu kama sijakuwa presentable, mtaanza kusema ya kwamba she's calling herself a woman of God. Hata Mungu wake hawezi kumpatia nguo mzuri. That's why I make sure when I come before you, I'm looking neat, I'm looking decent, I'm looking smart. Hata mseme ya kwamba ako na Mungu anayepeana. But there is something more than this, the anointing of God. Na wapendwa, Apostle at one time alisema ya kwamba akiwa amekaa tu pale, huwa anaona tu kama kweli Mungu ameondokea mpendwa, atajua tu, because he is carrying God. And Yesu asifiwe. Let us embrace the anointing of God. Let us embrace the presence of God. Let us honor the anointing the man of God carries. Tumekuwa katika wiki ya kufunga na kuomba, tukimulilia Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi, na zaidi ya yote ningependa kuwatia moyo ama kuwatia changamoto asubuhi ya leo ya kwamba tunapoendelea kuomba na kumulilia Mungu, tuombe Mungu sana atusamee kwa vile tumekuwa tunachukulia mambo ya Mungu casually. The presence of the Holy Spirit
It is not something to joke with around. The spirit of familiarity in the things of God is very bad. Don't take the anointing oil casually. Unaweza kujiuliza ya kwamba nimerembeka sawa. How can I keep the presence of God? Hapo ndio sasa maneno hii. How do you keep the presence of God? Mungu mwenyewe anatujua, anayeona katika siri, anayejibu katika mwanga, anatujua wapendwa. We can keep the presence of God. Turn the book of Ecclesiastes 9:8. Ecclesiastes 9:8. The presence of God, the anointing, the oil of God. Ecclesiastes 9:8 inasema ya kwamba let the garments be always white, and let the head lack no ointment. The garments and the head. Asubuhi ya leo, kama haujajali, yani haujakuwa concerned about your head, je, mafuta ya Mungu yako juu yako, ama wewe unaendanga tu unabahatisha tu, unafanya tu mambo ya Mungu potea pata? Naweza. Hapana. Katika mwili, katika kubahatisha, you cannot go far. How do we keep the presence of God? The anointing oil. Let the garments be always white, and let the head lack no oil. 1. Do not soil your life with the lust of the flesh. And the dirty of the world. Lust of the flesh itafanya mafuta ya Mungu ya kuondoke. Uwepo wa Mungu uende na hata mafuta yakauke, kwa sababu Mungu hastahimili penye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Keep your garments white. I say, keep your garments white, my brother, my sister. Do not let the presence of God depart from your life. Do not let the oil of God out. Everything not of God, anything that does not make God happy, don't touch it. Itafanya mafuta ya Mungu yaondoke. Itafanya uwepo wa Mungu kuache. Na wewe utakuwa tu mtu mkavu ambaye hata ukiomba miaka nenda miaka rudi, hakuna kitu. Lakini ukisema ya kwamba umefaulu kwa nguvu zako. Lakini Mfalme Daudi akaambia katika Zaburi 77 ya kwamba usionee uchungu hata utajiri wa watu ambao hawamtambui Mwenyezi Mungu. Ni vitu vya muda. Yes, anaweza kuwa navyo akavitumia, watu wakamwogopa, lakini angalia generation yenye itamfuata, havitakuwepo kwa sababu havitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vile nimesema, everything not of God, anything that does not make God happy, don't touch it, don't go for it. Keep your garments white. Hapo utaweka mafuta ya Mungu. Hapo utaheshimu Mwenyezi Mungu, na Mungu atakuwa pamoja nawe, na mafuta ya Mungu yatazidi kufanya kazi katika maisha yako. Na nimesema that is the beauty of our belief. Sio vile tumevaa, vile tunajua kuhubiri na kutoa kila sarakasi na kuongea sana, we know the scriptures. No, that's not the beauty of our belief. The beauty of our believer huwezi ng'ang'ana na yeye. Kitaka kutambua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Hapana, not the positions we have in life. The beauty of our believer, I'm telling you, my sister, my brother, utaona tu mpendwa na unasema huyu ni mpako wa mafuta wa Mungu.
no pretense, no more sarcasm in the house. Anakaa tu vile alivyo, but anabeba kitu kingine yenye mpendwa siwezi kusema. Nakumbuka kuna mtumishi wa Mungu, mimi ni mzaliwa wa hapa tu kabla. Kuna mtumishi wa Mungu ni mtu tu wa chini. He was the beauty of a people at his time, but the devil is a liar. That man of God, kazi yake ilikuwa kubeba watu kwa bodaboda ya baiskeli. Lakini angepita tu mahali, kama amesema ya kwamba pombe ni mbaya, na mnajua pombe vile inaharibu watu wa Mungu. Angepita tu kwa barabara, si ati amekuja kwa nyumba yako na wewe uko unachemsha chang'aa, mtungi yako itapasuka. Na watu wakafika mahali wakasema, walikuwa wanamuita Pastor Maseketi. Sijui kwa nini, the way amekaa. Mtu mwingine akasema, mtungi yangu ilipasuka, pengine Maseketi alipita kwa hii barabara. Na watu wakamwambia it's true, alipita. He was the beauty of the people of God at his time. He was carrying God with him. The anointing of oil of God ilikuwa juu ya kichwa chake kila wakati. But because he soiled his life with the dirty things of the world, the presence of God left that man. Hapo tu na huwa ananiambia tukikutana, bado mimi ninajua Mwenyezi Mungu. Kila ninapokutana na yeye namwambia, ujue wewe ni mtumishi wa Mungu. Na yeye pia ananiambia ninajua, na ninaendelea kujitakasa. When God gives you the oil, as I said, He will never take it away. It's only you who will make that oil depart from you. Mungu hawezi kukupea mafuta na akakuja akakuondolea. Alikuaminia, ndio maana alikuwekea hayo mafuta, na hawezi kuja akayachukua unless wewe mwenyewe ujiingize katika mambo yasiyomtukuza Mwenyezi Mungu. Is when the presence of God will depart. Just stand in the book of Judges, chapter number 16. The story of Samson, unaijua vizuri. Samson was heavily anointed by God. Samson was heavily anointed by God. He was the beauty of our people at his time. Si mnajua kazi yenye Samsoni alifanya katika nchi ya Israeli? The uncircumcised Philistines walikuwa wametesa wa Israeli, na Mungu alimpaka mafuta mtumishi wake Samsoni akiwa katika tumbo ya mama yake. Alimchagua akiwa katika tumbo la mama yake, na hata akapeana masharti ya kumlea Samsoni. Akasema ya kwamba na huyu mtoto hata wembe usiwekwe juu ya kichwa chake. The oil of God was sitting on the head of Samson. From his childhood, Samson alifanya mambo makubwa ambayo wewe na mimi tunayajua katika nchi ya Waisraeli. Aliwatesa Wafilisti so long as Mungu alikuwa ameweka mafuta juu yake. Wapendwa, Mungu akikuwekea mafuta, unaweza fanya mambo makubwa ambayo mwanadamu hawezi kujua ni vipi yalitendeka. Nikasoma ati Samson akachukua mbweha wawili wafu. Wewe leo enda shika mbweha wawili tu, watakupiga wewe mwenyewe. Hauna mafuta ya Mwenyezi Mungu. Uongo ukweli? Ati Samson akachukua mbweha na ikaharibu vitu ya Wafilisti. Wewe enda tafuta mbweha, hata hautapata. Sijui Samson alipata mbweha wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na miwa lakini sioni mbweha wenye Samson alipata. Because of the oil, angeyapata bila hata. He was a beauty of Israel at his time.
But when he soiled his garments by sinning with Delilah, the presence of God left Samson. The oil departed from Samson. Sin is bad. It's only sin that will make the presence of God depart from you. The oil of God will just go. Upende usipende, Mungu anachukia dhambi. Na nilianza nikisema ya kwamba the beauty of a believer, the beauty of a church, it is the presence of God. Na nikasema ya kwamba hata hapa ndani hautang'ang'ana kujua ni nani wa Mungu. Hautang'ang'ana, utajua tu. Maana when the presence of God is with you, nimesema ya kwamba hata wakupige mawe, hata wakusimange, hata wasiseme wakufiche kama Daudi. Wanasema ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu Samueli alienda katika nyumba ya Yese, alisema ya kwamba nimetumwa. Baba yake alileta wanaume wazuri wenye wameumbika, wamerembeka, akisema ya kwamba hawa ndio wanastahili. Samueli alisema haya mafuta hapana, si kwa hawa. Hata wakufiche, hata wakufiche usikue exposed. Vile nimesema, the presence of God, He will allocate you. Utafanya wakujue. Hamutang'ang'ana kujua nani wa Mungu, the way anaongea, amevaa, ama the position ama kazi ambayo anabeba. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni alifanya mambo makubwa. The spirit of familiarity, vile nimesema. Verse 20, 16 verse 20. Judges 16 verse 20. Judges chapter number 16 verse 20. Mwenye amepata anaweza nisome. And he judged Israel in the days of the Philistines 20 years. Judges 16 verse 20. 15, Judges 15. 16. Oh, 16, sorry. Yes. So Judges 16 and verse 20. So the Bible says, and she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. Amen. The spirit of familiarity, as I said earlier, ilisumbua Samsoni na mafuta yakatoka. Alikuwa amezoea sana. Alifika mahali bila alikuwa amekuwa shujaa kama wengine wetu wanaweza kaa kwa kanisa sana, ama waliokoka miaka mingi sana, na kila mara popote wataenda wanatambuliwa kama wameokoka. It doesn't matter. Mungu haoni kama sisi vile tutakavyo kuona tukupee heshima mingi, tuendelee kukuita the man of God. Hapana. Inafika mahali mafuta ya Mungu yanaondoka. Vile Biblia imesema ya kwamba and she said. No, 20. And she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before,
at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Nilitangulia nikisema ya kwamba, how do we keep our garments white? By not soiling our lives with the dirty of this world. By not sinning against our God. Tunakumbuka ya kwamba when Samson sinned with Delilah, the presence of God left him. Alikuwa amepewa masharti. Sawa na sisi vile tunajiita we are believers, we are the church. Kuna vile Mungu ametupa masharti ya kuishi, ndiposa tuendelee kutembea pamoja na yeye, ndiposa utakatifu ukae maishani mwetu, na hata mafuta ya Mungu yakaendelee kukaa juu ya maisha yetu. Lakini kwa sababu tunafika mahali tunazoea sana, tunazoea Mungu sana, tuwezi kusoma Biblia, lakini kwa sababu tunajua mistari, wakisema nitafundisha, niko na la kusema. Bwana Yesu asifiwe. The spirit of familiarity. Mtu wa Mungu mzuri inafaa udumu kwa maombi, usome neno la Mungu, utafute uso wa Mungu siku baada ya siku, ndiposa mafuta ya Mungu yatazidi kukaa juu ya maisha yako. Or else utakuwa tunatembea, yes we know wewe ni mshirika wa Redeemed Gospel Church, you are a leader in the church, lakini mafuta ya Mungu yalikuondokea wapendwa, na ni Mungu peke yake anayejua hayo. But one day utajaribu kutingiza ile wamesema, alisimama akajaribu kufanya kichwa. Najua alikuwa na nywele mingi, na katika hizo nywele kulikuwa na nguvu. Angefanya hivi na mambo inatendeka. But that time Biblia inatuambia kwamba walikuwa wamemnyoa. Men, be careful with ladies. Si wote watasema, especially kama si mke wako wa ndoa, chunga sana. Yaani hii mpango ya kando tunakujanga na mambo mengi tunatafuta. Yaani noliko sindu kutikia, si ndio? Wabukusu wanasema hivyo. Ati ako na kitu, ebu tikia yeye, si ndio? Nina kitu nataka kutoa juu ya maisha yako. Be careful man. Na sisi wa mama tusikuwe wajanja hivyo. Kama si wako, siju usiende kumnyoa. Fanya tu ile umeona sijui, but it is sin still. Usifanye. Don't try it. That is sin. Kwa sababu the oil will depart you. As I come to an end, nataka kusema hivi. Samsoni wakati alijaribu kukung'uta afanye maneno kama kawaida, alikuta hawezi. Na hapo ndipo the uncircumcised Philistines walisema, sasa tumempata. Amekuwa anatutesa kwa muda. Amekuwa anatuhangaisha na mbweha ikaharibu chakula chetu. Amekuwa anatushinda mara nyingi. Mpendwa, ukiwa na mafuta ya Mungu utafanya mambo makubwa. Utafanya mambo ambayo adui wachawi hawa ni vitu kidogo sana. Mtumishi wa Mungu wa kwanza alisema ya kwamba, yes, ninaamini wachawi wako lakini hawana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Because of the anointing that I carry, because of the presence of God I carry always. Mimi mchawi huwa nisitui. Nitamwangalia tu na niseme wacha afanye, endelea. Kuna kitu atafanya. Mtu anapokuja kukutesa mpendwa, na unajua msimamo wako, vile mtumishi wa Mungu wa asubuhi alisema ya kwamba embrace the word, hautashindwa. Samsoni alipokung'uta kichwa yake haikufanya. Nataka kusema hivi, wakati alirealize ya kwamba hana nguvu tena, the presence of God had left him, Samson cried to God. You can also cry like Samson today. Pengine umekuwa unatamani sana ufanye jambo na uone ushindi katika maisha yako, but unajua mahali uliangukia wewe mwenyewe. You can cry to God once again, na akakuletea hizo nguvu. Biblia inatuambia kwamba Samsoni cried to God. Akasema katika huo mstari akimalizia alisema ya kwamba, nakumbuka nikisoma, sitasoma kwa sababu ya muda. Alisema, Mungu, iwapo utanipa tu nguvu tena mara moja, nitaonyesha hawa Wafilisti wasio tairi maneno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya
ukaonyesha hao watu wanaokutesa maneno kabla huyo mtu akumalize we mwenyewe. Biblia yangu inaniambia kwamba Samsoni alipoomba tena, Mungu alimuhurumia na akaregesha mafuta. Na Biblia inatuambia kwamba that is the moment Samsoni aliua wale the uncircumcised Philistines. Hata wewe asubuhi ya leo mpendwa, hao wachawi wanaokutesa, watu ambao naamini wamefunga watoto wako, watu ambao wamefanya maisha yako hayapo jinsi unavyotarajia, kazi yako imepotea, nyumba yako haitasimama vizuri, because of the uncircumcised Philistines, you can still cry to God na Mungu atakupa tena mafuta, utasimama. But nataka kusema nini? The beauty of a believer. Kwenye mmeingia, kama tunaendelea kumalizia, tulikuwa tunaongea juu ya the beauty of a church or the beauty of a believer, na nikasema ya kwamba it is the anointing oil, it is the presence of God. Na nikasema ya kwamba God can never take it away from you. Ni wewe tu, when you will let your garments become dirty by sinning against God, by touching. Nikasema ya kwamba everything not of God, don't even touch it, don't even admire it, don't even think over it. Anything not of God, wachana nayo wapendwa. Anything that can make God unhappy, wachana nayo. Maana wakati Samsoni alisini, alitenda dhambi, Mungu alikasirika na akatoa hayo mafuta. Naweza kusimama kwa miguu yetu. Ombi langu Bwana wangu. Waimbaji mkuje mniimbie huyo wimbo, kwa sababu asubuhi ya leo ndio nimekuwa na ufunuo katika huo wimbo. Haikuwa inaimbwa tu kwa sababu waimbaji wanaimba. Kuna vile Mungu alikuwa amefunulia mmoja na akajua ya kwamba ombi lake kwake Mungu. Wakati huu wimbo unaimbwa, wapendwa, chukua dakika moja jiulize uwepo wa Mungu ni nini, ama mafuta ya Mungu ni nini katika maisha ya Mungu. Tusiwe watu wa mazoea katika nyumba ya Bwana. Tusiwe watu wanaenda katika nyumba ya Bwana tunataka kupendeza binadamu.
mwanako Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Mfalme, tunataka kuliinua jina lako, tunataka kulibariki na kulitukuza Mungu, kwa kuwa neno lako halitakuja bali litatenda kazi katika maisha yako. Asubuhi ya leo Bwana, ukasema ya kwamba my Father, Baba yangu ambaye ni wewe, nimekuja kwa watu wako Baba yangu, ni neno linaloponya mioyo za watu wako, linalorejesha hema na hata kuinua watu wako. Siku ya leo Baba yangu, kanifunulia ya kwamba urembo wa muumini yeyote ama urembo wa kanisa ni mafuta yako, ama ni uwepo wako Baba yangu. Nataka kushukuru kwa nafasi hii man of God in the house of my Father. The Bible says that, when David received the news that Saul was no more, he mourned Saul and Jonathan. Akasema ya kwamba upendo na upako ambao aliona juu ya hao watu unashinda upendo wa wanadamu. Hata akasema ya kwamba upendo ya wanadamu weza kufikia upendo wake na kiasi. Because of the man of God in the house, we depend my Father as a family. Wenda Bwana tunawaona mafuta watunawaitambua ya kwamba saidia asubuhi na tuwe kama presence, oh my God. As we go and we come in, oh my God. Wacha tukupapa
peke yako Yesu, na ulimwengu itasema hakika hawa ni watu wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri.